kadhalika. Wao ndio wanapaswa kujua kwamba huyu kocha ni sahihi. Huyu kocha kwa falsafa anayoitumia tunapaswa kuendana naye. Hawa hatupaswi kuendana naye. Si ndivyo ambavyo ilivyo? Sasa kama kocha haendani na system ambayo nyinyi mlikuwa mnaitaka. Kama kocha haendani na falsafa ambayo mashabiki wengi na mashabiki wenu walikuwa wanaitaka. Hilo ni kosa la nani? Viongozi. Utamlaumu kocha. Mimi kocha nakuja na falsafa zangu. Nakuja na system yangu ya kiuchezaji. Hili swala linatutafuna sisi mashabiki wa Manchester United. Linafanya nini? Linatutafuna. Nakumbuka wakati Sir Jim Ratcliffe na uongozi wake walipotoka kwenda kumfuata Ruben Amorim, aliwaambia sikizeni niwaambie kitu kimoja. Mimi system yangu ninayotumia kwenye uchezaji ni 3-4-3 na sibadiliki. Sio mla vizuri. Katika kipindi ambacho Manchester United wanapitia mambo magumu hapa katikati, hali tete, watu wanajaribu kumwambia bwana kocha badilisha system, wanasema no, mimi niliwatahadharisha. Si mla vizuri tutapitia magumu, lakini ndio system yangu ya kiuchezaji ndio hii. Kwa sasa sisi mashabiki wa Man U hatupaswi kumlaumu Ruben Amorim. Si mla vizuri tutamlaumu kwa sababu za kihisia, lakini automatically watu ambao wametufelisha sisi ni viongozi. Kwa nini mlimchukua mtu wa namna huyu ambaye ana misimamo ya kiimla kwamba yani yeye abadiliki? Sijui mla vizuri. Kwa hiyo kwa Romain Folz mimi nikiangalia kwa system kwanza ya uchezaji wake, nikiangalia muda alokaa Young Africans, bado sikuona kama amefeli. Ni pressure tu ya mashabiki na viongozi wetu sisi wa mpira wa miguu haswa wa Tanzania na hususan klabu ya Young Africans kutokufuata misingi sahihi ya mpira wa miguu. Kama mashabiki wanaweza wakawatia pressure nyinyi na sio kufanya assessment za kiufundi, alafu mkaachana na kocha, basi nyinyi ni goigoi, ni dhaifu. Si mla vizuri. Basi kwa maana pressure kutoka kwa mashabiki, viongozi wakifuata wanachosema mashabiki ni dhaifu. Viongozi wa Yanga watakuwa ni dhaifu kama watamfukuza Romain Folz sio kwa kumfanyia assessment za kiufundi na kumwajibisha kwa sababu za kiufundi, bali kufuata pressure za mashabiki na hisia za mashabiki, wao watakuwa ni dhaifu. Mimi siwezi kuungana nao mkono hata mara moja. Kwa sababu mpaka hivi sasa, kwa mfano kama hivi tuzo ya mwezi Septemba, Romain Folz amedhulumiwa. Kupewa Madiali ni makosa. Of course. Romain Folz amedhulumiwa, yeye pamoja na Miguel Gamondi. Wameshinda mechi mbili. Wao ndio wamechukua alama 6. Ahmad Ally amechukua alama 5. Unaamini Folz ni bora bado? Folz ni bora. Kaka, Romain Folz ni bora. Na ndio maana mechi zake mbili zote amefanya nini? Ameshinda. Folz ana muda gani? Tujiulize mimi na wewe. Ana muda gani tangu amefika Young Africans? Folz ana muda wote. Na ndio maana unasikia tetesi za kwamba Young Africans inawezekana wamemfukuza kimya. Tetesi inasema Young Africans wamemfukuza kimya. Na wanaona hata aibu Yanga kutoa barua ama kutangaza barua ya kufanya nini? Ya kumtimua. Wanasubiri na kwa taarifa hizo wanasubiri upepo labda wa upande wa pili ndio wapite nao. Na ndio maana unaona ilianzishwa issue ya kocha wa Simba ana vyeti sijui na nini, wakati wao pia na wao walishawahi kuwa na kocha ambaye alikuwa na leseni A ambaye alikuwa ni Hamdi Milud na aliwapa ubingwa. Sio maana vizuri. Alikuwa na license A, sio UEFA Pro license. Alikuwa na license A na akawapa ubingwa. Sio maana vizuri. Kwa ukisikia hizo tetesi zote ni kwa sababu viongozi hawajiamini, viongozi ni dhaifu, ni goigoi. Kuna eneo wanabahatisha wanafanya vizuri. Lakini kuna eneo kule kubahatisha kwao kunafika mwisho. Sasa ndio kama hili na kuhakikisha hili linaloendelea la Romain Folz. Binafsi kwangu mimi kama wanafanya maamuzi kwa hisia za mashabiki, honestly speaking ni dhaifu. Mbukuzi, kama ambavyo umesikia tetesi kuhusu kuondoka kwa Folz, vipi tetesi kuhusu uwepo wa kocha mwingine ambaye atakuja kuifundisha Young Africans, ikiwa Nasruddin Nabi yuko Dar es Salaam, yuko Tanzania? Kashaondoka. Lakini zinaripotiwa alienda hadi Afrika Town huko. Kwa taarifa nilizo nazo mimi, baada ya kufeli mazungumzo na Simba na mambo yote yakawa yameenda vibaya, alikuja huko pia kwa sababu ya shughuli zake. Umeona Kimbiji kule kuna vitu anavifanya. Umeona lakini pia alikuja pia alipata mwaliko na Mheshimiwa Anthony Mavunde, akaenda mpaka Dodoma, sijui mla vizuri.
Kwa hiyo alikuja huku pia kwa shughuli zake. Umeona, Tanzania ni sehemu ya amani. Kila mtu anatamani kuishi hapa. Si umeelewa vizuri? Kwa hiyo Nasreddine Nabi kwa muda alioishi hapa, kuna vitu aliviacha hapa. Nasikia alikuwa anatengeneza msikiti pia Gamboni. Kwa hiyo alikuja pia kufanya pia na mambo yake mengine. Lakini kwa tetesi kuhusiana na Young Africans, ni kocha gani wanahusishwa naye? Kwa taarifa zilizopo ni kwamba wanahusishwa na Sid Ramovic kurudi Tanzania. Sasa ndo hapa kama ni kweli, narudia tena, kama ni kweli Ramovic atarudi Tanzania Ramovic, still tunarudi pale pale kwenye udhaifu wa viongozi wa mpira wetu, hususan wa Young Africans. Kivipi? Kwa sababu Romain Folz aliondoka hapa na kashfa, akasema kwamba ligi yetu haina intensity. Ramovic Kwamba ligi yetu haina intensity. Aliondoka, ligi yetu haina intensity na udhaifu na nini na nini. Ushindani hakuna nini. Sasa ukisikia tetesi kwamba tena unamrudisha tena, anarudi kwa sababu ya nini? Anarudi vipi tena kwenye ligi dhaifu? Ligi ambayo haina ushindani. Wewe uone kuna shida hapo. Lakini pia kuna tetesi kwamba kuna kocha kutoka Spain wanamhitaji, kuna kocha kutoka Spain bwa mdogo mmoja hivi, na yeye bado hana uzoefu mkubwa sana wa kuifundisha soka la Afrika, lakini wanamhitaji. Sijui umeelewa vizuri? Bado naendelea kufikiria kuhusiana na viongozi wetu namna gani ambavyo wanaweza wakailinda falsafa ya klabu. Hivi ni kweli Young Africans falsafa yao ni kuposesi? Na hicho ndicho ambacho kilichoandikwa kwenye vitabu vya Young Africans bwana. Young Africans falsafa yao ni kuposesi.